niliona ODM ilikuwa inasherekea. Nilikuona watu wa ODM walisanyika, walikuwa nasherekea mambo ya ODM. Lakini kitu ya ajabu ambaye niliona, Oburu Odinga alipewa keki na William Ruto, akapewa na juice, alitema. Hiyo ni kumaanisha nini? Hiyo ni kumaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha hawakuwa na furaha. Unajua wakati watu mnafanya sherehe, ukipewa keki, hiyo keki unaitafuna vizuri na unaimeza. Lakini niliona Oburu Odinga aliweka hiyo keki kwa mdomo na akatema, akaweka kwa mkono na akatupa. Sasa nyinyi watu wa ODM, inamaanisha kuna jambo fiche ambayo hatujui ni kitu gani kinaendelea. Watu wa ODM ambaye mnaendelea kutembea Kenya mzima, tunataka sisi kama watu wa ODM mkuwe kitu kimoja, mjowe kiongozi wenu mmoja, kwa sababu mimi naona kama muwezi kuwa kitu kimoja, ODM inaenda kusambaratika. ODM inaenda kunyakuliwa na watu wengine kama muwezi kuwa kitu kimoja. Niliona kijana wetu ambaye ni Simbarati alikuja wakati mwingine hapa Nakuru, alisimamisha biashara ya Nakuru, alitembea Nakuru mzima, alikuwa anaunganisha watu wa ODM. Watu kama hao ndio tunataka, na wale wote wenye tumeona, wale ambao wako kwa ODM, tunataka mkuwe kitu kimoja, hiyo ODM isikufe. Kwa sababu nimeona kwa viongozi wengine wanataka ODM ikufe, lakini hatuwezi taka ODM ikufe. Sisi kama watu ambao tumetoka Nyanza, tunataka ODM isimame imara, na vile baba Raila Amolo Odinga alituacha. Tunataka hiyo ODM ikuwe na nguvu, isikuwe kama Raila Amolo Odinga Mungu alimchukua, hiyo ODM isabaratike. Hiyo itakuwa picha mbaya sana. Na wale ambao mnapiga vita mambo ya ODM, muachane nayo. ODM tunataka kuwasha moto, hiyo moto isambae Kenya mzima. Vile Raila Amolo Odinga aliacha ODM ikuwe na nguvu. Jambo lingine, nataka kuambia watu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya, sio nyinyi peke yenu viongozi walisaliwa upande wenu. Hata Nyanza, hata Western, hata Coast, inafaa kiongozi atoke hizo sehemu zenye nimetaja. Sio Mount Kenya peke yake. Kwa sababu nyinyi mimi naona mnajipenda. Mnataka yule kiongozi mwenye mnachagua ndio mnataka. Saa hii round hii tunataka kiongozi atoke Nyanza, kwa sababu mlidanganya Raila Amolo Odinga lakini hamkumpigia kura. Lakini round hii kama mmesema ni Fred Okengo Matiang'i, mkuwe nyuma yake. Msikuje tena mdanganya ndio muebe. Hiyo tunawamulika, tunawaangalia watu wa Mount Kenya. Hiyo tunawaangalia vizuri, kwa sababu tumeona mnataka kuleta Kalonzo Musyoka ndio mumutumia vile mnataka. Kama ni Fred Okengo Matiang'i akwe flag bearer na aongoze hii nchi ya Kenya, kwa sababu Raila Amolo Odinga amepigania kiti muda mrefu na mnamnyang'anya, mnamdhulumu, mnamfanyia mambo mabaya, lakini sasa ametuacha. Lakini hii kiti tunataka tena irudi Nyanza. Wakenya wanasema ni Fred Okengo Matiang'i, kwa sababu Fred Okengo Matiang'i alifanya kazi nzuri hapa Kenya. Sasa watu wanaona mabaya. Hata kwa Biblia inasema ya kwamba mtu akifanya mabaya na yale mazuri unafaa kukumbuka yale ambaye Fred Matiang'i alifanya. Education alitengeneza vizuri. Hata maaskari wetu walikuwa navaa matambara. Hata viatu hukuwa natambua ati huyu ni askari. Walikuwa meremewa. Hawakuwa na nguo ambaye ni simati kama saa hii. Wakati Fred Matiang'i alikuwa kwa hiyo idara, alitengeneza internal security vizuri. Hata kuna wakora ambao walikuwa natusumbua hapa Nakuru. Hawa wakora ndio alisafisha.
Watu wengine wanasema ati mambo ya River Yara ati sijui nini. Mambo ya River Yara ni yenu. Wale ambao mnaendelea kumtengenezea allegation ambaye haiko. Hata Yesu mwenyewe muuaji alisema muuaji ajiriwe asisurubishwe, lakini yule mtoto wa Mungu asurubishwe na kufanya mambo mabaya. Vile Matiang'i alifanya mambo mazuri, sasa watu wanamkataa, wanasema asipigiwe kura. Na Kenya mzima na nchi za nje walijua alifanya kazi mzuri, lakini watu wanasema ati asipigiwe kura. Hiyo ni roho chafu mko nayo, na hiyo roho itoke, na inakemea hiyo roho katika jina ya Yesu, itoke kwa wale ambao wako na roho chafu. Jambo lingine na la mwisho, nataka kuambia wale viongozi ambao wametoka upande wa Kisii, wale ambao wanaongea matope kama Osoro. Juzi nimsikia alisema ujinga. Wewe Osoro, wewe ni yatima ndugu yangu. Unafaa kukua mtu ambaye uko na hekima, sio unarabuka kila wakati. Kama Wakisii wote wako intact, wako nyuma ya Fred Okengo Matiang'i, wewe ni nani unapiga ndugu yangu? Kama wewe mimi nakwambia, ukianza upuzi kama hiyo, utatumuliwa uende ukae Nairobi. Ama yule mwenye huko kwa hiyo serikali mahali penye huko, uende upeleke huko Sogoi, William Ruto akukatie shamba ukae huko, kwa sababu unamzibu sana. Hatutaki mtu ambaye anapiga siasa ya ujinga huko Kisii. Tunataka Kisii watu wakuwe kitu kimoja, kwa sababu sisi wote tumesema ni Fred Okengo Matiang'i. Watu wengine wanatuambia Maraga, wengine wanatuambia Simbarati. Huyo ni wenu, nyinyi ndio mumeona, lakini sisi wa Kisii wote kwa jumla tunaona Fred Okengo Matiang'i ndiye ataokoa hii nchi ya Kenya. Hiyo sio mkabila, huyo sio mkabila, huyo sio mtu wa matusi. Wakati anaendelea kampeni yake aongee juu ya kiongozi mwingine, atusi viongozi wengine. Yeye kikura zake anatafuta vizuri. Yeye sio mtu ambaye ni maskini ati ni kazi anataka ndiye apate pesa. Fred Okengo Matiang'i ni kiongozi ambaye yuko na ujasiri, ni kiongozi ambaye ataongoza Kenya. Watu wengine wanasema hapa borocho ati Wakisii kura ya nini mnasema? Tunataka kiongozi, hatutaki mambo ya ati mko wangapi. Hata kwa Biblia inasemekana kuna watu ambao walikuwa naongoza wenye Mungu alikuwa anatumia nabii wao, wanaenda wanapaka mafuta na wanaongoza vizuri. Sio ati ni wengi. Unaweza kuwa mko wengi, mnachagua kiongozi ambaye anadhulumu wa Kenya. Ndio maana sisi wa Kenya tunaona tunaenda kuangamia, kwa sababu tunasema hawa watu wako na numbers. Watu ambaye wako na elimu kidogo, watu ambaye wako hawana ujasiri, ndio wanasema ati mko wangapi. Unaweza sema nyama inaweza kuwa kidogo na imalize ugali sani mzima. Unaweza tarao jamii fulani, na hiyo jamii wakiongea uongozi watengeneze Kenya. Wakenya wenzangu, mimi nawaomba kwa unyenyekevu na moyo wa mkujufu, mkue nyuma ya Fred Okengo Matiang'i. Huyo ndiye atanyorosha hii Kenya, na Kenya itanyoroseka juu ya Fred Okengo Matiang'i.